Bwana Yesu apewe sifa, mwana wa Mungu. Kwa majina naitwa Pastor Godfrey. Leo nataka tuangalie jinsi imani ya mtu inavyoweza kuharibiwa. Imani ya mtu inavyoweza kuharibiwa. Kuna mambo mawili ambayo tunataka tuyaone hapo. Jambo la kwanza ni kuitafuta imani, lakini jambo la pili kuna kuilinda imani. Hivi ni vitu ambavyo vina msingi ndani ya imani, na kwa mtu ambaye ameingia katika wokovu, anapoanza kuamini lazima afahamu mambo kama haya, kwamba kuna kuitafuta imani, lakini pia kuna kuilinda hiyo imani ambayo unakuwa umeipata. Baada ya kufanikiwa kuweka imani yako katika matendo, usije ukafikiri kwamba ndio inakuwa ni mwisho wako wa kufanya vita na shetani. Vita kati yako na shetani tena ndipo inaongezeka, inakuwa kubwa baada ya kuwa umeingia katika imani kubwa. Mwingine anaweza kusema kwamba kwa imani kwamba nishavuka. Kwa hiyo kuwa huko sihitaji tena kujifunza zaidi. Kuna wakati anaweza kaona kwamba yuko sahihi ama yuko sawa. Lakini mpendwa mwana wa Mungu, ni kushauri jambo na nikusisitize jambo kwamba usikimbilie katika kuamini huko ukasema kwamba wewe umeshakuwa tayari. Mtu wa namna hiyo tunamuita ni mtu ambaye ana kiburi cha uzima ambacho kinaonyesha kwamba yeye amekwisha lijua neno, kumbe kuna wakati anaweza akashindwa vitu fulani, anaweza akawajua vitu fulani. Kwa hiyo ukimshinda ibilisi hatua moja, utakuwa tambue kwamba hatua inayofuata lazima ujue kwamba atainua vita nyingine ambayo ni zaidi juu yako wewe, ama juu ya maisha yako, ama juu ya familia, ama juu ya watoto, ama juu ya ndugu zako. Kuna wakati hata anaweza kuwatumia watu wanaokuzunguka kuifanya vita iwe kubwa kwako ili imani yako ishuke. Anaweza kutumia hata watumishi wa Mungu hawa, anaweza kutumia watu ambao uko nao kwa karibu sana, ili tu kuweza kukuangusha wewe, ili usipate kuinuka katika hiyo imani. Kwa hiyo lazima ukae vizuri mbele za Mungu na ujue vita inatoka wapi. Unajua hamna kitu hatari kama kupigana na adui ambaye umuoni. Na pia si kumuona tu, bali pia hata ujui silaha anayoitumia. Hilo ni hatari zaidi. Kwa hiyo unabaki kupigana naye kwenye maombi katika matokeo ya vita badala ya chanzo cha vita. Kwa hiyo hasara moja wapo ya kupoteza imani ni kuharibiwa mambo yako uliyoyaomba kwa imani. Na Mungu anatupa sababu ya imani kuwa kitu ambacho tumekipata kwa imani tutakao kukilinda kwa imani. Kwa hiyo imani ikiondoka kwetu, maana yake shetani anapata nafasi ama anapata wakati wa kutaka yeye kulipisha kisasi juu yetu. Kwa hiyo ni kushauri mwana wa Mungu ni kwamba linda sana imani upunguze maadui. Linda sana imani upunguze maadui. Imani ulitafuta, jaribu sasa kuilinda, uwekee uzio ili maadui wapungue mbele yako. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Naamini neno hili litakuinua, litakupandisha viwango, na kuna mahali utafika kwa jina la Yesu.